Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa ili nikufahamishe yale ambayo yanaendelea katika sekta ya siasa humu nchini, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Siku ya leo, siku ya Jumapili, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna na movement ambayo inaitwa Linda Mwananchi walivamia uwanja wa Tononoka. Kwa sababu nimefanya uchanganuzi, I don't want to repeat myself, walijaza. Lakini kile ambacho nataka kuzungumzia katika mkutano huo, maafisa wa polisi waliweza siku ya leo kurushwa chini ya gari ghafla katika mkutano ule ambao uliandaliwa na Edwin Sifuna uwanjani Tononoka, Mombasa. Leo maafisa wa polisi walionekana kulemewa hadharani na kutoroka. Unajua, kuna mazoea ambao yamekuwa yakishuhudiwa hasa katika mikutano ya Edwin Sifuna. Sifuna alipokabidhiwa kipaza sauti kule uwanjani Tononoka, aliweza kuwaomba maafisa wa polisi, kama mpo na zile vitu za kawaida, rusheni tear gas ili kusambaratisha mkutano huu ili tuondoke. Wakati wenu umefika wa kurusha tear gas. Tusikize vile alisema. Kwa sababu mmenizoea, kama uko na tear gas, hii ndio nafasi yako. Kama umetumwa na tear gas, nilikuwa saa hii. Leo hawako, wanajua mkorada. Usituletee bwana baba hakulea waoga. Wangapi hapa wanasema wao sio waoga? Walituambia hatuwezi kuingia Tononoka. Sauti hiyo ni ya Edwin Sifuna, umeisikiza. Kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed, na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Mwakenya TV. Maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mwakenya TV tumeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Without wasting your time, back to our analysis. Sifuna akasema ya kwamba rusheni tear gas, tutainyonga. Sasa maafisa wa polisi waliweza kulemewa siku ya leo kule Tononoka kwa sababu walisusia, walikataa, hawakurusha tear gas na kurushwa chini ya gari kwa sababu hawakuonekana na hizo tear gas. Imekuwa mazoea katika mikutano ya Edwin Sifuna, mkutano ambao alikuwa nao wa kwanza kule Kajiado, Kitengela, mkutano wa kwanza kabisa wa Linda Mwananchi. Tear gas ziliweza kurushwa pale. Viongozi hawa kina Babu Owino wote wakaingia kwa magari wakatoroka. Mkutano ambao baadaye tuliweza kutangaziwa kwamba kuna yule aliaga dunia baada ya kupiwa vile ilisemekana. Wakaenda Amalemba, Kakamega. Ikawa mazoea kusambaratisha mikutano ya Edwin Sifuna. Bomu la kutoa machozi liliweza kurushwa, yani tear gas. Edwin Sifuna akaanzisha mchakato wa kusema nyonga hiyo kitu, zima hiyo kitu kama nyongi, funika jacket, mkutano huu hatuwezi kuondoka, liwe liwalo, liwalo niliwe.
Wiki jana siku ya Jumapili walipokuwa Narok, wakajaribu, ikashindikana. Wakajaribu kutumana watu wang'oe public address ili Edwin Sifuna wakifika wasije wakapata vipaza sauti, ikashindikana. Sasa leo walilemewa kwa sababu waliitishwa, sasa wakaambiwa sasa kujeni rusha, na walikuwa wengi sana. Walilemewa, hawakuthubutu kurusha tear gas katika eneo lile ambalo mkutano ulikuwa katika uwanja wa Tononoka. I want to put this into perspective so that we can really understand why policemen decided to distance themselves today during Edwin Sifuna's political gathering at Tononoka grounds. Point number 1, kwa nini waliweza kujitenga kusambaratisha mkutano wa Edwin Sifuna? Maafisa wa polisi hawakurusha tear gas. Kwa nini? Point number 1, Gen Z vote to protect Edwin Sifuna. Najua kwa sababu kulikuwa na mazoea hapa na pale kwa mikutano ambayo Sifuna ameifanya mitatu. Sasa kuanzia wiki jana kule Narok, vijana wa Gen Z walisimama wakasema hivi: liwe liwalo na liwe, hatuwezi kuondoka. Murushe, msirushe tear gas, hatuondoki. Yani wakaamua kumzingira, yani protect, I don't know in Swahili, yani kutoa ulinzi kwa Edwin Sifuna. Mikutano yake haiwezi kusambaratishwa na vitoa machozi. Ndio maana polisi leo wakaona hatutaki kukinukisha, tutaachana. Sisi kazi yetu ni kuweka hali ya usalama hapa na pale. Wamalize mkutano wao na tuende. Ama walipewa amri, huwezi elewa. Number 2, kwa nini walijitenga? For self defense mechanisms. Najua kila mtu ni binadamu, hata maafisa wa polisi wale ni binadamu. Walipotazama vile uwanja ulikuwa umejazana Tononoka grounds kama inzi, watu walikuwa wengi hapa na pale, wakaona hapa tukinukisha taharuki ikianza giza kitatanda hapa, na sisi ni wachache ikilinganishwa na umati wa watu ambao ulihudhuria mkutano ule, wakaepa. Kwa hivyo kile ambacho najaribu kukisema, mikutano yote ya kisiasa, iwe ile ya serikali, nimeona wengine wakipigiwa makelele hapa na pala. Kimani Chungwa, gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang, woman rep Muge, wakipigiwa makelele kule Mathayo. Yani rais akiwa, aibu gani hii? Nataka kusema hivi, mikutano ya serikali, mikutano ya mrengo upinzani, tudumishe amani na heshima kwa kila mmoja. Kwa nini? Tunaweza kutofautiana kisiasa, lakini sisi tungali wa Kenya. Tunaweza kutofautiana kisiasa, lakini mimi sio adui yako. So politics is all about interest, but I'm not your permanent enemy. Kwa hivyo kila mmoja aruhusiwe kuandaa na kufanya mkutano wake. Uamuzi utatolewa na wale ambao wataamuka asubuhi na mapema mwezi wa 8 mwaka ujao kupanga foleni ili kuchagua viongozi wale ambao wataleta maendeleo na kubadilisha taifa la Kenya. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo nahitimisha taarifa hii na uchanganuzi huu. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tuka uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini hapo kimeandikwa subscribe, jaza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikwa subscribe. Tutakaribu kuna kengele. Kuna wale ambao wanauliza nia ya kengele ni gani? Unapobonyeza kengele, wakati ule tutakapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha leo Mkenya TV wameweka kanda mpya ambayo unastahili kutazama, na hujajua kama wameweka, unafinya wakati umepata notification. Kwa hivyo
bonyeza kengele ili kupata taarifa hizi kila wakati tunapoziweka katika mtandao wetu kwa Kenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.